Karibu tena mpenzi msikilizaji wangu kwenye kipindi chetu cha elimu ya afya ya akili. Naitwa Deborah Mongomo, ni licensed professional counselor associate. Tafadhali usipite kwenye channel yetu bila kusubscribe, kulike, kutoa comment na pia kushare video zetu na watu wengine. Karibu sana. Leo tunaendelea na somo letu ambalo tulishaanza kuhusu unyanyasaji kwenye mahusiano. Tukaona unyanyasaji is all about power and control. Inahusiana na kutumia nguvu na utawala katika kumkandamiza partner wako. Unyanyasaji uko aina mbalimbali. Kuna unyanyasaji kihisia, unyanyasaji kiuchumi, unyanyasaji kimwili, unyanyasaji kisaikolojia na kila aina nyingine mbalimbali zote za unyanyasaji. Leo tunaenda kuangalia kuhusu unyanyasaji kiuchumi. Tunafocus na unyanyasaji kiuchumi, yani financial abuse. Financial abuse ni kitu gani? Ni unyanyasaji ambao unatokea ambapo mnyanyasaji anatumia fedha kuonyesha utawala wake na nguvu zake. Kwa hiyo atatumia fedha zako au fedha zenu kuonyesha jinsi alivyokuwa na nguvu na utawala. Lengo lake ni kukucontrol. Kwa hiyo anatumia fedha. Na research zinaonyesha kama 99% ya magomvi ya nyumbani yanachangiwa na unyanyasaji wa kifedha. Labda mtu asikilizwi au mtu apewi hela au kitu gani. Kwa hiyo fedha zinachangia sana kuleta magomvi ya nyumbani. Na unyanyasaji wa kifedha unatokea kwa mtu yoyote, wa umri wowote ule, wa rangi yoyote, wa dini yoyote, kipato chochote kile, bila kujali kitu chochote kile. Ni unyanyasaji. Mnyanyasaji hajali anatoka wapi au ana status gani. Unaweza ukatokea kwa ndugu. Kwa hiyo unaweza kukuta ni ndugu mmoja ana uwezo wa kucontrol kutumia hela, anaweza kucontrol. Unaweza ukatokea kwenye ndoa, unatokea sana kwenye ndoa unyanyasaji. Unakuta partner mmoja labda anataka kumcontrol mwenzie kwa kutumia hela. Unatokea kwenye familia, unatokea kazini, unaweza kukuta ni business partners, lakini partner mmoja ameamua kucontrol hela na anateki charge bila kumhusisha mtu mwingine, na inaita maumivu sana. Alafu hela inakuwa silaha ya kukutawala. Ni kwamba anatumia hela kukutawala. Unakuwa una uhuru na huna uchaguzi, yani huna option, kwa sababu ni mtu mmoja ameamua kutumia nguvu na utawala kukuendesha. Unyanyasaji kiuchumi ni kwamba unaanza kama upendo kwa watu wengi. Mfano kama kwenye mahusiano ya partners au ndoa, unaanza kama upendo. Ni kwamba mtu labda anaweza akajitolea tu kwa okay, mimi kuanzia leo niachie, mimi nitashughulikia mambo ya fedha, wewe ushughulikia mambo mengine, kwa sababu mimi hapa ni mzuri sana kwenye mambo ya fedha, labda na wewe ni mzuri kwenye mambo mengine, kwa hiyo mimi niachie mambo ya fedha. Kwa hiyo mara nyingi kwenye familia unakuta labda ilianza kitu kama upendo, kama ni mtu anajali, ana empathy, anakuonea huruma, alafu ukishamruhusu polepole anaanza kukutoa mwenyewe kwenye line. Kwa hiyo baadaye anakublock wewe mwenyewe, unakuwa nje na umempa power yote na control ya hela. Kwa hiyo wewe ndio unakuwa tena umefungiwa nje. Anakujengea hali ya kuwa tegemezi. Kwa hiyo mambo yako yote yanategemea na yeye mwenyewe. Kwa hiyo wewe huna uamuzi kabisa, huna hiari. Ni kwamba vitu vyote ni yeye mwenyewe atakuwa anavifanya. You can't do without me. Baadaye anaweza taka kukwambia hivyo. Ni kwamba unakuwa uko locked out. Kwa hiyo huna mamlaka wala huna sauti hapo kwenye mambo ya hela tena. Unyanyasaji kiuchumi unakuondolea uhuru na unakujengea utegemezi, na haufanyiki kwa bahati mbaya. Ni makusudi, ni strategy ya kukutawala na kukukandamiza, kwa sababu ni mnyanyasaji. Kumbuka hana attitude ya kawaida na attitude ya kinyanyasaji. Halafu akitawala hela zako, ni kwamba anakuwa ametawala uhuru wako, ametawala uwezo wako kufanya maamuzi. Kwa sababu kama ni kwenye mahusiano halafu huna control na hela, ni kwamba maamuzi yote ni yeye mwenyewe atakuwa anayafanya, makubwa kwa madogo, yanayokuhusu kwa yasio kuhusu, yote atakuwa anafanya mwenyewe. Kwa hiyo wewe you are out. Sasa unyanyasaji kiuchumi unaonekanaje kwenye mahusiano? Ni kwamba huyo mnyanyasaji anazuia uwezo wako wa kufanya hela. Wengi unakuta anakukataza kufanya kazi. Unakuta anakuambia wewe kaa tu nyumbani, mimi nakupenda sana. Kama nilivyosema, kwa wengi inaanziaga na upendo. Nakupenda, sitaki uhangaike, nataka ukae nyumbani utulie, unapumzika. Unakubali, unaingia line, alafu unakuwa umeshamruhusu. Sasa kisha take control, then imetake full control. Alafu kuna wengine wanyanyasaji wanaficha hela. Kwa hiyo anaweza kunaficha hata hela zako, hela za familia. Mnapata mapato yenu, yeye kazi yake ni kuficha. Kwa hiyo mnapata, yeye kazi yake ni kuficha, anajiwekea pembeni. Alafu mwingine anaficha taarifa zinazohusiana na hela. Ni kwamba hata kuhusu pia ufahamu kuhusu mali zenu, kuhusu hela, ni kwamba anaficha. Alafu utaona kila wakati labda anatoa hela kwenye account zenu. Unaweza kukuta anatoa hela au anatransfer hela kila wakati, lakini hujui zinaenda wapi, na hata ukiuliza upati jibu. Sana labda utafungiwa au utakuwa gaslighted. Kwa hiyo anakujengea hofu. Alafu anakataa kuchangia mahitaji. Kuna wanyanyasaji wengine ambao wanaweza kukataa kuchangia mahitaji ya nyumbani. Hataki labda kutoa hela za kulipa bills, hataki hela za kutunza familia, hataki kulipa school fees. Kwa hiyo inakuwa inakulemea. Huo ni unyanyasaji kama unafanya kitu cha namna hiyo. Alafu anafanya maamuzi makubwa
bila kukushirikisha. Kumbuka huyu ni partner ambaye mnashirikiana, mnakaa nyumba moja na mnashirikiana. Siongelee wale watu ambao hawakai pamoja, wale ambao kila mtu ana maisha yake. Naongea wale ambao wanakaa pamoja na walikubaliana kuwa maisha yetu tutakuwa tunafanya pamoja. Hasa huyu partner mmoja ambaye ameamua kumexclude mwenzie, ni kwamba atakuwa anafanya maamuzi makubwa bila kukushirikisha, ambao inaumiza sana. Alafu anaweza kuwa anatumia hela mlizopanga kwa ajili ya mahitaji ya familia. Labda mna mpango, mnataka kujenga, mnataka kununua properties, mnataka kufanya invest, mnataka kufanya nini. Partner ambaye ni abuser atapenda kutumia hizo hela kwa mambo yake binafsi. Kwa hiyo utashangaa hela haziendi huko na yeye ndio yuko in charge, kwa hiyo atakuwa anatumia hizo hela kwa ajili ya mambo yake binafsi. Anaweza kuwa anafanya shopping au ana investment yake separate ambayo hajakwambia pembeni, au anapeleka hata kwao. Waafrika wengi, niseme tena familia za Kiafrika nyingi, unakuta kuna hii shida ambayo napenda kuiaddress. Ni kitu kizuri kusaidia nyumbani kufanya nini, lakini saa nyingine tuna abuse. Nisikilize vizuri, sikatazi kusaidia familia zetu nyumbani, lakini sometimes hata kwa name ya kusaidia familia nyumbani kwamba tunakuwa tuna abuse partners wetu. Unakuta labda umshirikishi mwenzio, umhusishi yeye, anakuja tu kushangaa hela zake zimeenda kutumika kitu gani bila sauti yake. Hiyo ni abusive relationship. Alafu anaweza kana kulazimisha kufanya maamuzi au kuafikiana na maamuzi ambayo yeye ndo anayataka kuhusu fedha. Kwa hiyo anaweza kulazimisha kufanya kitu ambacho labda hujakipenda kabisa, lakini kwa sababu yeye ndo yuko in charge, ameshika hela, then you have nothing to say. Alafu anakuzuia usione hela zilizopo kwenye account. Kuna wengine mpaka anafikia kukublock kwenye account. Kwa hiyo unakuwa yani una access tena, uwezo ukajua chochote, kwamba amekufunga, amechange na password, ni yeye tu anaweza akajua. Ukiona kama mlikuwa mnashirikiana, mko pamoja, afu anafanya hivyo, ujue huyo ni abuser. Alafu kuna wengine ambao anafuatilia kila senti, kila unachofanya. Kwa hiyo yani anataka kukupa hela kwa leo, labda kafanya hivi, atafuatilia kila senti, maybe atadai na receipt. Ukiona mtu pia anafanya hivyo, anakuharass kwa sababu ya hela kidogo ambazo umeweza kuaccess, anakuharass, ujue huyo ni abuser. Pia abusers wa kifedha ni kwamba pia anapenda sana atapenda kuharibu maisha yako, kwa sababu lengo ni power and control. Ni kwamba anataka wewe usiwe na nguvu. Kwa hiyo lengo lake ni kwamba akutawale au watawale mali ili wewe usiwe na sauti kabisa. Kwa hiyo anaweza kuharibu mtaji wako pia. Kama una mtaji wako unataka kufanya biashara, abuser anaweza kuharibu. Anaweza akakuibia. Kuna wengine wengi tu wanaibia partners wao. Anaweza akaharibu credit card yako, unakuta ameenda kushop kwa kutumia jina lako kwa credit card yako, wewe unabaki na deni, yeye ameshajitoa. Alafu anaweza akakushawishi hata mkope hela. Sangine wewe unajua sijui na nini, labda ukope jina lako, anakushauri unaingia unakopa hela kwa jina lako wewe, alafu yeye anakuwa ameshajitoa, deni linabaki jina lako wewe. Alafu atataka kusababisha hata ufukuzwe kazi. Unakuta abusers wengine wanaenda mpaka maeneo ya kazi ya partners wao kwenda kuwachongea au kutaka tu kuvuruga kazi zao, atakuzuia. Sasa unataka kwenda kazini, anataka kuanzisha ugomvi ili uchelewe kazini, get in trouble. Kwa hiyo abusers, that is how they are. Fahamu kuwa unyanyasaji kiuchumi ni mojawapo ya aina mbaya sana ya unyanyasaji, japo haionekani kwa nje. Ni kwamba unaleta maumivu makali, ni deep wounds ambazo hazionekani kwa nje. Kwa hiyo ni jeraha ambalo liko ndani, ambalo mtu mwingine hawezi kuliona except mtu mwingine anayenyanyaswa. Alafu lengo lake ni kwamba anakuumiza kwa ndani. Alafu lengo sio hela tu, lengo ni power na control. Anataka kukutawala na kukukandamiza, ndio lengo lake kubwa. Anatumia vitisho, hatia kukufanya uwe tegemezi na kuzuia uhuru wako. Kwa hiyo hata ukimuuliza mambo ya fedha, ni kwamba atakutishia, atakugaslight. Kugaslight ile anaanza kukutishia na kukwambia jinsi ulivyokuwa mbaya, jinsi ulivyokuwa ufai. Ndio maana anafanya hivyo. Kufahamu kuhusu hela na mali zenu ni haki yako. Kama uko kwenye relationship, healthy relationship, ni kwamba mambo yanakuwa wazi na mnafahamu mapato pamoja, mnafahamu na matumizi. Kwa hiyo kufahamu kuhusu hela ni haki yako, sio haki yake peke yake. Lakini mnyanyasaji atatumia vitisho, hatia kukufanya uogope hata kuuliza kuhusu mambo ya hela. Kwa hiyo ukijiona uko kama kwenye eggshell, ukitaka kuuliza kuhusu hela, unaona kama lazima ukae wiki nzima kupanga sentence, kuedit jinsi utakapomconfront huyo mtu kuhusu hela. Ukiona uko hivyo, ujue uko kwenye abusive relationship, financial abusive relationship. Kwa sababu kwa kawaida kama ni uhusiano mzuri ambao ni healthy, mambo ya hela yanatakiwa yawe wazi kama mambo mengine yoyote. Inatakiwa usiwe unaogopa kuuliza kuhusu hela. Lakini kama unaona unaogopa, inakuletea stress, unaugua kabla hujaanza kumkabili huyo mtu, ujue probably uko kwenye abusive relationship. Pia kama uone usawa, hujisikii salama kwenye mahusiano ya kiuchumi. Kama uone ule usawa, yani kwamba hamna usawa, kwa sababu mahusiano ni 50-50. Of course kuna mmoja ambaye anaweza kuwa ni kiongozi, ana make decision. Kama unaona kama
sio tu kwa ajili ya kuwa kiongozi ni kwamba ni abuser, ni kwamba mambo sio sawa kama huone kama kuna usawa. Kawaida mahusiano ya kiuchumi kwenye healthy relationship ni kwamba yanakuwa na usawa, kunakuwa na uwazi, kunakuwa na maamuzi ya pamoja, na kunakuwa na uhuru wa kuuliza, wa kuhoji pia na kufafanua. Lakini kama hamna hivyo vitu, ni kwamba wewe tu hela ziko hapa lakini uweze kuuliza chochote, uweze ukacontribute chochote, wewe unaona tu matumizi mapato na nini, ujue ni abusive relationship, that is financial abuse. Athari za unyanyasaji kiuchumi ni kwamba kwanza kabisa msongo wa mawazo, kwa sababu ukikaa kwenye situation kama hiyo nimesema ni wound ambazo zinakuwa ndani, majeraha ambayo yanakuwa ndani kwa nje yaonekane. Kwa hiyo msongo wa mawazo kutokana na maumivu ya jinsi unavyokuwa treated. Alafu sonona unaweza kupata kwa sababu ya kuwa na huzuni. Hamna mtu anayependa mahusiano namna hiyo. Hamna mtu anayependa kunyanyaswa kifedha. Kila mtu anapenda financial freedom. Alafu anakufanya umekuwa tegemezi. Ndio athari nyingine ni kwamba unakuwa tegemezi, hasa wale walioambiwa waache kazi, au unaambiwa hela zako zote leta hapa, ingiza kwenye account yako, baadaye unakuwa blocked. Ni kwamba wewe hapo unakuwa tegemezi. Alafu kunaondoa sana kujiamini. Ni kwamba kama uko kwenye financial abuse, mahusiano namna hiyo yanaondoa sana kujiamini, kwa sababu abuser yoyote sio kwamba tu anachukua hela, sio kwamba tu anaiba hela, sio kwamba tu ana control hela. Ni kwamba pia make you feel bad, yani ana make sure ameshusha your self esteem kwa maneno atakokuwa anakuambia. Alafu kwa hiyo unaondoa kujiamini na unaweza kuanishia kujilaumu kila wakati. Alafu unakosa uhuru wa kufanya maamuzi. Wewe mtu mzima lakini unakuwa huna uhuru wa kufanya maamuzi. Kwa hiyo ni kwamba mtu mwingine tu anakudrive, wewe uko kama toy pale. Alafu madeni, kama ameanza kutumia credit card zako kufanya mambo yake, anaweza kukuachia madeni, au kama umekopa hela kwa jina lako alafu imekuruka, then madeni yabaki kwako. Alafu pia inaathiri jinsi unavyojiona. Ni kwamba unajiona kama umekosewa sana heshima, unashindwa hata kujielewa, hivi kwa nini mtu ananifanyia hivi, ananionaje? Unakuwa unajiuliza maswali kama hayo. Unaendelea kukaa kwenye mahusiano yenye unyanyasaji. Ni kwamba kama mtu unakaa na financial abuser au abuser wa namna yoyote, ni kwamba kwa sababu ya jinsi anavyokufanya hasa kwenye fedha, ni kwamba utaendelea kukaa kwenye mahusiano hayo kwa sababu huna option, yani huna hela zozote. Kama nilivyoongea kwenye kipindi kingine, ni kwamba wanaokuwa abuse zaidi ni wale watu ambao hawana kipato. Kwa hiyo ni kwamba huna kipato au uwezo control vipato, kwa hiyo utaendelea kukaa hapo kwa sababu yeye kashikilia nguvu ya uchumi, alafu wewe pale ni kwamba unafuata tu. Kwa hiyo unaogopa hata kuluzi more, au unaogopa nikiondoka hapa nitaenda kuanzaje maisha kwa sababu sina chochote kile. Kwa hiyo either utaendelea kukaa kwenye mahusiano namna hiyo, au kuna wengine hata unakuta aliondoka kwenye mahusiano ya abusive lakini baadaye anarudi kwenye relationship kwa sababu ameshindwa kukopa huko nje, kwa sababu hana hela, ameshafanywa maskini na anashindwa kabisa kusimama tena kwa miguu yake. Jinsi gani ya kukabiliana na unyanyasaji wa kiuchumi? Ni kwamba anza kujenga uhuru wako wa kifedha polepole. Ni kwamba kama umeshagundua namna hiyo, usitegemee kwa abuser atabadilika. Kama ni abuser amekaa naye muda mrefu, umeshamjua yuko hivyo, ni kwamba usitegemee kama atabadilika. Kwa hiyo anza kujenga uhuru wako wa kifedha polepole. Kama una kazi, tafuta kazi, tafuta side job, lipo hela kidogo kidogo, anza kusave hela zako. Ni wakati mzuri pia kuconnect na ndugu, jamaa na marafiki, kwa sababu wakati huu wanaweza wale ambao unawaamini, sio wale malicious ambao watakuzidi kusababisha matatizo. Wale unaowaamini watakupa mawazo mazuri ya kukusaidia kuondokana na hiyo situation. Kwa hiyo ni wakati mzuri sana kuconnect na ndugu, jamaa na marafiki waweze kukusaidia. Na pia jifunze kuhusu financial literacy, kufahamu kuhusu mambo ya fedha, kwa sababu kama umekaa na abuser muda mrefu, ni kwamba hata ile literacy ya hela ulikuwa nayo imeshapotea, kwa sababu yeye ndio ana control kila kitu. Alafu utafuta ushauri wa kitaalamu, kwa sababu kama nilivyosema, ni maumivu ambayo yanatokea kwa ndani, hayaachi alama kwa nje. Lakini kunyanyaswa kiuchumi ni kwamba kunaleta maumivu makali sana 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 sana. Ni jeraha ambalo linakuwepo ndani, ni jeraha tu kama vile mtu kupiga kwa nje. Kwa hiyo watu wengi unakuta self esteem imeisha, ni kwamba hajiamini tena. Kwa hiyo nenda kaone mtaalamu wa kisaikolojia kwa sababu ya kusaidia kubuild your self esteem. Alafu kwa ajili ya kutaka kujisikia salama, kwa sababu ni kwamba umekaa kwenye trauma, financial trauma, ni kwamba uweze kujifunza kukaa salama. Alafu pia kukuelekeza jinsi ya kufanya maamuzi ambayo yatakufaa. Alafu kutibu hizo anxiety, sonona, msongo wa mawazo. Wataalamu hapo wa afya akili wanakuja na kusaidia jinsi ya kuweza kukopa na hivyo vitu ambavyo vimetokana na unyanyasaji wa kiuchumi. Alafu pia atakusaidia jinsi, kama umekata tamaa, ya mtaalamu atakusaidia kukubuild your confidence again, kwa you can move on, yani maisha kwamba sio mwisho. Pia napenda kukufariji kwamba kama umenyanyaswa hivyo kiuchumi, ni kwamba inuka tena, sio mwisho wa maisha. Wengi tu ambao tumefanya nao kazi tumewaona wamesha kunyanyaswa kiuchumi na baadaye wakainuka tena.
Kwa hiyo hata wewe napenda kukutia moyo kwamba sio mwisho. Anaweza kama amechukua kila senti, anaweza kama amekuharibia kazi, amekuharibia kila kitu, lakini as long as una maisha ni kwamba you can start anywhere na unaweza ukaendelea mbele kabisa na ukawa nzuri kuliko hata ulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo nakutia moyo ili uweze kuchukua hatua na uweze kujiamini kwa you can still do it. Alafu nimesema ni maumivu yasiyoonyesha jeraha kwa nje, lakini ni internal healing. Kwa hiyo ni vizuri sana kutafuta ushauri wa kitaalamu ili wakusaidia uweze kupona, kwa sababu ni maumivu tu kama kupigwa au kufanywa kitu kingine chochote kibaya. Kwa hiyo please zingatia ushauri, na kama umependa hii content usiache kusubscribe na pia kushare. Asante sana.